Sawa, mimi nimekuelewa. Na nitalifanyia kazi. Kweli. Kwa umenielewa. Ndio hivyo ndio nilivyokuwa nataka bwana. Unamwonjesha kidogo, unampa kisusio. Kwa bwana sasa iko hivi. Hapa mimi sio hapa bwana. Ungeniachia hata buku mbili basi leo unaonaje na yeye Sasha. Umeanza. Hapo ulipo umegawa 3000. Mimi tena nataka nikugawe 2000. Hiyo si ni hela mtu analipa kibaruani. Ai. Wewe umeingiaje huko ndani ikiwa mimi nimefunga mlango wangu na funguo niko nayo mimi mwenyewe? Haina haja kuniuliza nimeingiaje huko ndani. Wewe umemtuma maganga ni mbeo unanipenda kimapenzi. Hata kama nimemtuma maganga aje kukwambia nakupenda. Haina maana ya kuingia ndani kwangu ikiwa funguo sijaacha kwenye tofali kana kuachaga, sijamwachia mama Amina wala sijamwachia mtu yoyote. Wewe umeingiaje ndani kwangu ikiwa funguo na mimi mwenyewe na ndio hii hapa. Nimefungua na nafunga mlango wangu nipumzike. Wewe umeingiaje huko ndani? Sasa unamwogopaje mtu unayempenda? Hata kama nampenda, lakini sio kwa jinsi ambavyo yeye alikuwa ameingia huko ndani. Nikajaribu kujiuliza, imekuaje huyu mtu kaingia vipi wakati funguoni nayo mie? Kumbe wewe ndio ulikuwa umekuja kwa sura ya Sasha, si ndio? Wewe noma kabubu noma. Sasa, haya, umeingiaje huko? Eti mwingiaje wakati kumbe mwenzako unayayuka. Mimi najisaulisha jamani. Sawa, wewe unaingia kwa kuyayuka, unaingia, nimekubali. Kwa wewe sikuogopi sasa hivi. Nishakuzoea. Lakini umeniambia mimi kaka yako kwa mujibu wa majini yenu. Hasa kama kaka yako mbona unaingia tu chumbani, haya ungenikuta mtupu, ungekuta mguu wa mtoto, ungefanyaje? Najua kama wakati unataka kubadilisha na kuna wakati haubadilishi. Ila sijajia hayo. Kama ungekuwa na mapenzi ya kweli, ningekusaidia ili uweze kumpata kirahisi. Lakini unavyoonekana hauna mapenzi ya kweli. Yaani bado una matamanio tu, lakini bado hujampenda kizati. Mimi na mapenzi ya dhati, nampenda kweli. Lakini hata kama ungekuwa mwanaume kama mie, umeelewa? Mie sawa unaniambia jini, lakini sijiamini kama jini. Mimi yao sijielewi. Terminator au mtu aina gani? Umeelewa? Lakini sina roho hiyo ambayo wewe unayo. Na ndio maana mimi nimepata mashaka, lakini nampenda sana. Na kama usingenifuata wewe na kuniambia mimi jini, basi ingekuwa rahisi yule kumuoa kwa sababu si binadamu na mimi ningekuwa binadamu. Lakini akija kujua kwa mimi jini unafikia atakubali yule Sasha. Wewe kuja naye kwa sura yako angekubali. Sijui nifanyeje, mimi unanichanganya jamani. Umbakiza siku moja tu. Ikiwa ni kesho kutwa tunaondoka. Najua una madeni, lakini nitakusaidia ili uweze kuyalipa. Na kila utakayeenda kumlipa, hakikisha unamwambia wewe ni nani na kesho kutwa unatakiwa kusafiri. Sawa. Nitashukuru kama madeni ninayodaiwa utanilipia. Maana kuna dogo mmoja ndo Chandimu huyo. Wewe mkorofi kinyama. Yaani hata kama anakuona mtaani unasikia tu namdai yule. Mimi na mademu sometimes jao, umeelewa? Mimi mpaka naona noma. Yaani kama kweli wewe jini na umegundua mimi nadaiwa, wewe big up. Mungu akuweke sala katika ulimwengu wa kidunia. Lakini kada hiyo safari hatujaenda huko. Mama alinilea mie anataka kuonana na wewe kwa sababu yeye ndo anajua timbuko langu. Mimi kanipata wapi, imekwaje kwaje, na wewe pia unasema mie ni jini na mimi kaka yako. Anataka kakuulize maswali ya kiuzazi. Umeelewa? Maswali ya kiutu uzima. Kwa hiyo nataka nikupeleke kule kwa mama kwa kuzungumza naye, afu tutapanga safari ya kuondoka huko. Hauna haja ya kunipeleka. Nitakutana naye mwenyewe. Huyu mama yako si Nyangemba? Aje? Ndio, mamangu Nyangemba ujini kweli. Anamjua Nyangemba kumbe. Mama yangu ndio Nyangemba. Sasa wewe unafikaje huko jamani? Lakini hataki kusema sana maana mwenzangu wewe jini, lakini jini ambao unajitambua, mimi jini sijielewi. Unaweza kayayuka tu sasa kwa Nyangemba ti. Sawa basi hiyo hela yangu niweke hapo chini. Mimi nikamtafute Chandimu kwanza nikamlipe hela yake. Maana yake nitokane na hii dhahama. Basi sawa.
Unajua ni kwa nini nimeamua kukushirikisha wewe na sijaamua kumshirikisha yule mwanamke ambaye anaenda kujisaidia? Haijalishi haja kubwa haja ndogo, yeye anachuchumaa tu. Ushajiuliza ni kwa nini? Hapana kiongozi. Unajua yule ambaye tunamfuatilia sio binadamu wa kawaida kabisa, sio binadamu wa kawaida. Na unaweza ukajiuliza nimeajua wapi haya. Niliamua kumtafuta rafiki yake wa karibu sana. Baada ya kumtafuta, nilimwahidi kumpatia pesa. Alionyesha ushirikiano mkubwa sana na mimi. Na ndiyo akaniambia kwamba yule rafiki yake sio binadamu wa kawaida. Na wazo ambalo niko nalo, nafikiri kuna kijana ambaye tukimtafuta kwa makarama ambayo wanayo, mimi naamini anaweza kutusaidia. Mjomba. Kijana gani kiongozi? Huyo kijana anaitwa Mabuti Seseseko. Mjomba. Mabuti. Unasikia kine? Linaweza jina likawa linakuchanganya kusikia Seseseko, lakini mimi na hakika unafahamu na ulishawahi kukutana naye. Mbona vipi? Maana mara kadhaa nakushuhudia ukiwa unamfuatilia chumvi nyingi. Kuna changamoto gani? Na kama kuna kosa lolote amekufanyia, ni swala tu la kukutana naye ukaa chini kuzungumza. Sio kunyachana barabarani, ukimuona unajificha, unamkimbiza na nini. Kwa sababu gani unafanya hivyo? Yaani unaniambia hivyo wewe kama nani? Shobo au kitobo? Sijakuelewa. Nina yake kukuuliza kama Mtanzania mwenzangu, kwa sababu hizo mila wanazozileta ni mila za watu wa nje huko, wa Saudi, wa Marekani, na na mtindo wa kufuatana na kisirisiri. Unanifahamu? Wewe sikia nikwambie mwanangu, hata ukiwa Mtanzania inabidi ufanye mambo yako yani. Angalia mitikasi yako hapa mjini. Sio kwa ubaya lakini. Nishamfahamu kiongozi. Sasa inapaswa tuweze kumtafuta Mabuti ili mradi aweze kutusaidia katika kazi hii, ili mradi lengo letu na dhamira yetu isipotee njiani. Sawa sawa. Sasa kiongozi, hilo nikutoa wasiwasi. Lakini pia kiongozi, inatakiwa ujue na kutegemea sana kwenye mpango wetu. Inabidi tuumalize haraka iwezekanavyo. Sawa. Kwetu huruma sisi sio malezi. Tuhakikishe tunamkamata, tunamfinya, alafu tunamuua, tunamtupa kule. Mungu akiamua kukupa hawezi kukuandikia barua. Na ndio maana leo hii nimekutana na wewe hapa, naamini kabisa nitapata pesa yangu. Usiponipa pesa yangu leo na kuvunjia heshima. Wewe unajua kwa sababu gani nimekuja huku kwako mimi? Unafahamu kwa nini nimekuja kwako? Na nikikupa gepu ongee utanizidi kwa maneno kwa sababu nakujua. Ninachokitaka mimi ni hela yangu, la sivyo tunaumizana. Subiri basi dogo. Vyuma visikudanganye. Mimi mwenyewe kitambo napiga nondo, sema ni wao ukausha. Tushaelewa vizuri sijui. Usione ngebao ukachukua labda pengine vipi. Mwili unakudanganya mdogo wangu. Umeelewa sijui? 45 mzio. Usinione hivi. Mimi nimetoka nyumbani nimekuja huku kuleta pesa yako. Kwanza kitu ambacho ukifahamu, mimi sio binadamu kama unavyonifikiria wewe. Wewe kama sio binadamu wewe nani? Hata kwambia nani wewe mdogo wangu, uko mbali na maisha yangu. Mie jini. Naitwa Subiani. Unajua wewe unatumia vilevi vingi, ndio maana akili yako inakuwa ipo sawa. Wewe unakula ugoro, unakula karubeli, unakula bangi, unakunywa pombe. Kati ya kilevi kimoja chagua kimoja, utachanganyikiwa chumvi. Mimi naitwa Subiani, jini kabisa. Kuna dada mmoja amekuja jana usiku nyumbani kwangu, mara akaanza kuniambia hiki mara hiki. Lakini kiacho niambia nikijangana mimi mwenyewe najikuta ni yale. Kasoro kwenda Koko Beach tu pale, eti Koko Beach. Kwenda Kariakoo. Na mpaka wewe amekutaja jina lako. Kasema kuna mtoto mmoja anaitwa Chandimu, sijui anakudai pesa. Mpelekee pesa hii, ndo kanipa pesa na kuletea pesa yako. Sio mpaka kunjane. Mie jini nakupa pesa. Wewe wazazi wako anakukosa. Haki ya Mungu wazazi wako anakukosa. Yaani wewe umebaki hivyo fungo kamba. Wewe jini ushie kuliona kwenye maisha yako wewe. Ndio mie nimejiona. Sasa kuna jini mfupi kiasi hicho? Majini yote hata kwenye vitabu vya dini majini marefu. Wewe mfupi basi jini wewe kibwengo. Basi inawezekana ikawa kweli.
Sijai kuona jini mweusi wala mfupi mimi. Sasa nashangaa mimi anaponisisitiza kila wakati wewe ndio jini. Huu jini kopata wapi anichanganye mimi? Alafu kawaida ya majini wananukia vizuri. Wanakuwa na nuru. Wewe unanuka ukunguti. Nanuka kikwapa. Maisha tu mdogo wangu. Ogopa matapeli, nipe hela yangu bana. Sawa, lakini natakiwa uniamini tu ndugu yangu. Maana mimi kuna ndoto fani zinakujaga hivi muda mwingine. Najota nipo kwenye boti. Najota kwenye mtumbwi navusha maji labda hii. Mbona vizuri? Kuna siku nimeota nimepiga mbizi yani mimi. Ile jana usiku kwa mkia asubuhi ya leo. Nimepiga mbizi hapa na Kisaki. Yaani huyo bibi anavyothibitisha juu ya mimi maisha yangu. Mimi sio binadamu. Acha nikulipe hela yako tu mimi niondoke. Lakini utambue kwamba mimi kesho sitakuwepo katika ulimwengu na yeye. Nenda wapi? Koko bichi. Fanya nini? Si kwetu. Unaenda kwa Slemiogo wewe. Nipe hela yangu. Umekuja kunipa hela yangu kweli? Nimekuja kukulipa hela yako, usijali. Blaza! Oe blaza! Blaza Mabuti! Msubiri blaza! Safi. Samahani, nimekuona hapa, nilikuwa na shida na wewe sana kiongozi wangu. Kabla ya shida zako, naomba nikuulize swali. Jina langu umelijuaje? Jina lako ni kitu chepesi sana kujulikana hapa mtaani. Kwa maana wewe ni kijana mashuhuri. Kwa hivyo hakuna kijana asiyokujua ndugu yangu. Na hivyo ndio imekuwa rahisi mimi kukufahamu. Sawa, niambie. Shida yangu mimi, kuna ndugu yangu alikuwa na maongezi na wewe kiongozi. Siwezi kuzungumza na mtu ambaye simfahamu. Lakini kama ana shida na mazungumzo na mimi, basi aje nyumbani kwangu. Lakini swala la kuana yeye sema ambapo sifahamu na yeye simfahamu, hiyo kitu hakiwezekani. Kiongozi, sisi nyumbani kwako hatupajui. Na tungekuwa tunapajua basi tungekuja tangu jana. Ukiulizia nyumbani kwangu ni rahisi sana kufika kwa sababu mimi ni maarufu sana hapa mtaani. Mimi napatikana Machimbo. Nadhani utakuwa unapafahamu. Kwa hiyo ukifika pale Machimbo, hata ukutana na bodaboda yoyote wa maeneo yale, atakuelekeza. Ukiuliza tuko Mabuti wapi, unaitwa mpaka nyumbani kwangu. Kiongozi, kwa hivyo wahenga wenyewe wanakuambia, kubali wito, kataa maneno. Nilikuwa nakuomba kama hutojali, tuongozane mpaka kwa kiongozi wangu ukapate kuzungumza naye. Uweze jua anachokuitia, pengine akabadilisha maisha yako. Na wahenga hao wanasema kwamba mwenye shida mfuate mganga. Alafu kwenye swala la kubadilisha maisha yangu, binadamu mwenzangu hawezi kubadilisha maisha yangu. Ni Mungu pekee anaweza kubadilisha maisha yangu. Kwa hiyo kama kweli ana shida na mimi, basi kama nilivyokuambia, afike nyumbani kwangu. Lakini kama atolizia kwa hilo, basi sawa. Haina budi kumlazimisha kwa sababu yeye ndo mwenye shida na mimi. Yaani watoto wa kodi shikamoo hawa mwanangu wanafunua hotpot wagumu sana kuelewa. Lakini ataelewa. Wewe mbona unaongea mwenyewe? Mjomba umenichelewesha sana mjomba jamani. Nilikuwa ndani huko naye kaeka zangu kuna vitu nafanya Sasa mjomba ndo unichomeshe mahindi muda wote huo mjomba. Nisamehe kwa kupotezea muda lakini swala lililopo mezani hapa bwana Mungu sio Shabani Kulanga wala sio Asmani Madobe. Mungu amesaidia leo nimepata ule mtaji uliokuwa unatusumbua siku zote. Na eneo la biashara lile pale. Kwa hiyo nimekuita hapa uweze kwenda studio. Ukifika kule studio ukachukue vitu vyote ambavyo unaona vitatengenezea ubunifu katika genge letu na watu wote wa mtaa huu watalipenda genge letu. Yaani namaanisha nyanya. Kuna nyanya zinaitwa Kigongo, zinatokea Msanga. Pia vile vile mabilinganya. Na usisahau nyanya chungu zile za uchungu zile kwa sababu mtaa wetu unawasambaa wengi. Sawa? Kwa hiyo nenda ukirudi tuanzishe biashara hapa haraka na mapema. Lakini mjomba mbona nashangaa huu mtaji umeupata wapi ghafla mjomba? Na wakati hivi karibuni tu tulikuwa tunalalamika una hela mjomba.
Ndio maana nakwambiaje, ukistaajabu ya Ziziki utayashangaa hapa kwa kuweka bleach. Bwana, leo hapa asubuhi kaja bwana chumvi nyingi. Tena chumvi nyingi katoka huko mguu mosi mguu pili anakuja hapa kuniambiaje, bwana mimi na hela nimepata, nimetoa na majini, lakini hela nimekuja kukupa wewe kwa sababu wale majini wameniambia watu wote ambao watanidai niwape hii pesa. Kwa hiyo katoka kule kaja hapa kanilipa hela yangu yote 300,000. Mimi akaniambia kwamba zile hela kapiwa na majini na yeye mwenyewe eti jini. Wewe ukimwangalia yule na ufupi ule anaweza akawa jini yule. Wewe yai gomeloza mjomba. Huyu atakuwa ameanza kudata. Maana juzi mimi nimepita kule mtaa Bonyokwa, nimemkuta ameshika msigara, utewa upiti ule wanaitaga mtomo. Lakini atakuwa ameanza kuchanganyikiwa, make ile aliyokuwa anavuta ni ya kutoka South Africa. Kanka. Sawa bana, mambo ya Kalisali tumwachie Kalisali. Mjomba, mimi ngoja nikalishughulikia ili tufufue genge letu mjomba. Afu una ndugu na Joji Malatu Mjomba, nikutunukiwa tu na Mungu mjomba. Una flow kama Joji Malatu. Sasa nakupa hela hizi. Uende ukachukue mzigo uliokamilika. Ukija hapa ukinipa viswahili vingi baba atuelewani. Hiyo haina shida, ushakuwa bosi, mimi natekeleza tu bosi jamani. Kwa ina maana amegoma, si ndio? Ndio kiongozi, na kila nilivyojaribu kumshawishi, yani alionyesha kukataa kata. Kila mbinu niloitumia alikuwa anaruka. Umeshajiuliza ni kwa nini kagoma labda? Hapana kiongozi. Nisikilize nikwambie Kinemale. Unajua yule mtoto Mungu amemjalia na makalama makubwa sana. Na akili yake na mafikirio yake na ubongo wake unamtuma kabisa kwamba huenda makalama yake sisi tukawa tunayahitaji. Ndio maana ikawa sababu ya yeye kugoma kata. Lakini pia nikikurudisha nyuma kidogo, unakumbuka Kinemale ulisha mjibu yule kijana majibu mabaya. Kwa hiyo na hakika kabisa majibu yako yalimsababisha yule kijana kumtia uoga na kushindwa kukubaliana na hiki ambacho nahitaji kuzungumza naye.